Kwa jina naitwa Mchungaji Karoli, naishi maeneo ya Temeke. Ninakusalimu sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nakuletea somo linalohusu sababu kuu mbili zilizowapelekea wana wa Israeli kupewa amri 10 pamoja na sheria 613. Lakini kabla ya hapo nikukumbusha kidogo katika Injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa 17, maandiko yanasema kitabu cha Torati kilikuja kwa mkono wa Nabii Musa na neema na kweli vimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Sasa basi turudi katika somo. Kuna sababu kuu mbili ambazo zilizopelekea wana wa Israeli kupewa hizo amri 10 au maamrisho 10 pamoja na sheria 613. Sababu ya kwanza ilikuwa wana wa Israeli watakapokuwa wamepumzika ile siku ya saba, yani watakapoishika sheria ya kupumzika ile siku ya saba, kitu cha kwanza watakiwa kukumbuka kwamba wao waliwahi kuwa watumwa katika nchi ya Misri. Yaani sheria ya kwamba utapumzika siku ya saba na usifanye kazi yoyote, maana yake ikuletee kumbukumbu kwamba yuko Mungu aliyekukomboa wewe katika utumwa katika nchi ya Misri. Na unaangalia kile kitabu cha Torati sura ile ya 5 na mstari wa 14 hadi 15. Torati sura ile ya 5 mstari wa 14 hadi 15 ndio kinachoonyesha ya kwamba, au Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 mstari ule wa 14 hadi 15 ndio kinachoonyesha kwamba wana wa Israeli waliagizwa kwamba watakapokuwa wamekusanyika siku hiyo ya Sabato, yani siku wameshika hiyo siku ya Sabato, wakumbuke kwamba waliwahi kuwa watumwa katika nchi ya Misri. Hiyo ndio sababu ya kwanza ya wana wa Israeli kupewa zile amri 10, maamrisho 10 na sheria 613. Sasa basi, wakati wana wa Israeli walipokuwa nakusanyika, walikuwa wanakumbuka hivyo. Sasa swali linakuja hivi: unaposema wewe unashika Kumbukumbu la Torati, yaani unafuata Kumbukumbu la Torati na Zaburi pamoja na Injili, ukishashika hiyo kitabu cha Kumbukumbu la Torati na kuiamini hiyo Torati, unakumbuka nini? Uliwahi kuwa mtumwa wewe katika nchi ya Misri ili ukumbuke? Au unasema mdomoni tu, mimi naamini Torati, lakini taratibu za hiyo Torati uzijui? Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Kumbukumbu la Torati, wana wa Israeli waliambiwa ile ni ishara. Yaani watakapokusanyika wakumbuke ya kwamba kitabu cha Torati au zile sheria walizozipewa wazishike. Zile sheria ni ishara, sio kitu halisi, ni ishara. Yaani maanake ishara ni kitu kinachoashiria kitu kingine. Kwa hiyo unaposema mimi Mswahili, Mtanzania, Mwafrika mweusi, hata pamoja na mzungu na Mwarabu, unaposema ya kwamba wewe unashika sheria za Mwenyezi Mungu, yaani Torati na Zaburi, unakumbuka kwamba waliwekwa mtumwa wapi? Unakumbuka kwamba hizo sheria unazoshika sio kitu halisi, ni ishara tu zinazoashiria jambo jingine. Sasa leo ninakukumbusha
uelewe kwamba kitabu cha Torati ni kitabu cha ishara tu na wala sio kitu halisi. Kitabu kile cha Kutoka 31 mstari wa 13. Kutoka kitabu cha 31 mstari ule wa 13. Na Kutoka hiyo 31 mstari wa 16 hadi 17. Na Ezekieli 20:20. Na kitabu cha Kolosai sura ile ya 2 mstari ule wa 16 na 17 kinasema, hicho kitabu cha Torati ni ishara kinachoashiria kitu kingine. Na ukisoma Kolosai anakueleza vile vile kwamba kitabu hicho kinaashiria jambo jingine ambalo linakuja. Sasa basi, ukisoma Torati sura ile ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 na mstari ule wa 7 hadi wa 8, na Torati 5 mstari ule wa 1 hadi wa 4, maandiko haya yanasema hivi. Na kurudia tena, kitabu cha Torati sura ile ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8, na Torati sura hiyo ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4 kinasema hivi: hiki kitabu cha Torati waliopewa kukishika ni wana wa Israeli tu, hakuna watu wengine. Walikabidhiwa hao tu na Mungu, na ndio waliopaswa kushika, na wala si mataifa mengine, na wala si wewe Mwafrika ala mzungu alikabidhiwa Mwafrika. Hata Mwarabu hahusiki na hichi kitabu, kinahusika na Mwisraeli tu. Musa anawaambia hivi, ni taifa gani lililo kubwa katikati yao ambalo limepewa kitabu hiki lishike kama wao? Kwa maana Mungu alifanya maagano na mapatano na wao. Hakuna taifa jingine lililohusika katika kupewa hizi kitabu lifuate. Na kipindi hicho mataifa mengine yalikuwepo, kulikuwepo na Misri na watu wa Kanaani kule walikuwepo. Hawakupewa hizi sheria wasifuate, ila walipewa wana wa Israeli tu, na wala sio wewe unaosema kama mimi nafuata sheria za Mwenyezi Mungu Torati. Hujapewa wewe, walipewa wana wa Israeli peke yao. Hata baba zao wenyewe wana wa Israeli, yani Yakobo, Ibrahimu na Isaka na wengine katika kizazi chao, hakikupewa hizi sheria na Mwenyezi Mungu wafuate, walipewa wao tu. Sasa wewe unatoka wapi? Unasema mimi nafuata sheria, alafu nadanganya unafuata sheria, kumbe sheria zenyewe hata usifuate, kwa sababu sheria hizi sina miko yake. Unapovunja sheria unastahili kuuawa. Je, uko tayari kufa wewe? Au unadanganya watu? Utapeli wa mambo ya imani, unadanganya kwamba wewe unashika sheria wakati ni mwongo mtupu kwa mchana. Acha kudanganya watu. Sheria hizi zilikuwa zinahusu wana wa Israeli peke yao. Mimi nahama hapo. Wana wa Israeli waliambiwa wakumbuke walikuwa watumwa katika nchi ya Misri, na mimi nafuata agano jipya, na mimi pia nimeelekezwa nikumbuke. Na nakumbuka nimetokea wapi? Kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 8 na mstari ule wa 34. Injili ya Yohana sura ile ya 8 mstari wa 34, Biblia inasema hivi: hatendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtumwa wa dhambi. Yesu akaja akanikomboa kutoka kwenye huo utumwa wa dhambi. Na wana wa Israeli walikuwa ni watumwa katika nchi ya Misri.
Mungu akaenda akawakomboa katika nchi ya Misri. Na mimi nilikuwa ni mtumwa wa dhambi, nikaja nikakombolewa kwenye utumwa wa dhambi. Na kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 13-14, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13-14, kinazungumza kwamba tumekombolewa kutoka katika nguvu za giza. Pepo wachafu walikuwa wanatumikisha katika nguvu za giza, tukaje tukakombolewa hapo kwenye nguvu za giza. Kwa hiyo mtu hawezi akaokoka wakati ni mtumwa anatumikishwa, na huko anasema mimi nimeokoka wakati bado yeye ni mtumwa anatumikia dhambi, anasema akaokoka. Wewe ni muongo tu kwa mchana tu, danganya watu umeokoka wakati wewe hujaokoka. Na ujue jehanamu inakusubiri tu pamoja na ulokole wako. Na hata wewe unaosema mimi sio mlokole lakini mimi nimeokoka, hata wewe unaoshika dini, ujue kwamba bado wewe ni mtu wa jehanamu, kwa sababu lazima mtu azaliwe kwa mara ya pili, aondoe utu wa kwako wa kale wa kuzaliwa na mwanadamu, uvae utu mpya. Sasa hujafanywa hivyo, unawezaje kuingia katika ufalme wa mbinguni? Sasa wewe ni mwizi, sasa wewe nenda mbinguni, utaenda kuiba kule mbinguni, utakwenda kuiba huko mbinguni, huwezi kwenda wewe. Kwa hiyo mimi nimeelekezwa pia nikumbuke kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 19 na 20. Yesu alituambia tutakapokuwa tunakusanyika sisi tuliookoka, tukati tunapokunywa divai pamoja na kula mkate, tukumbuke mateso yake msalabani, kwamba alikuja kufa kwa ajili yetu sisi. Tunakumbuka siku tunapokuwa tunakusanyika na kushiriki mkate pamoja na divai. Divai tunayoshiriki sisi ni divai ambayo haina chachu, haina kilevi. Hiyo sasa unakula na unakula mkate, na huku unakumbuka mimi niliwahi kuwa mtumwa wa dhambi, Yesu kanikomboa. Na huku nakumbuka kuna mwokozi wangu Yesu alikuja kunifia mimi, akaniondoa katika utumwa wa dhambi. Kama wana wa Israeli walikuwa nakumbuka hapo waliwahi kuwa watumwa katika nchi ya Misri, basi na wewe utakumbuka kwamba mimi niliwahi kuwa mtumwa wa dhambi, lakini Yesu akaja akanikomboa. Unaokokaje? Unaokokaje? Usipokubali kwamba wewe ni mwenye dhambi, unatenda dhambi katika hii dunia, usipokubali, basi wewe jehanamu inakuhusu. Wewe sasa unatumikishwa na dhambi. Sasa utanidanganyaje mimi wakati mimi tunaishi wote hapa duniani na ninafahamu kwamba fika kabisa kwamba wewe unatenda dhambi? Na usipokubali kwamba mimi natenda dhambi, huwezi kupata ukombozi wa huyo bwana wako anayekutumikisha, kwa sababu lazima aje mtu mwingine mwenye nguvu amtimue huyo anayekutumikisha. Na usitegemee kwamba mimi nitasali sala zangu dhambi zitaondoka. Sala ziondoke kwa njia, dhambi haziondoke kwa njia ya kusali. Dhambi zinaondoka kwa njia ya kukiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na nahitaji msaada, nitoke kwenye hizi dhambi. Unajua kuna kitu ambacho kinachokuchanganya wewe msikizaji wangu. Unaona kwamba wewe ushapata maisha na hauhitaji tena msaada kutoka sehemu nyingine, kwa sababu kila unachokitaka hapa duniani unakipata. Kwa sababu kwa hapa Tanzania kuna watu wanaoishi peponi na kuna wanaoishi jehanamu. Sasa wewe unaishi peponi hapa Tanzania, unahisi kwamba wewe una uhitaji. Lakini kwa kuwa mimi naishi na wewe hapa duniani, ninafahamu kwamba wewe una uhitaji, tena matatizo yako ni makubwa. Unateseka na hizo mali zako ulizonazo. Hakuna kitu ambacho ni tajiri kwa binadamu kama afya. Yaani changanya magari yako yote, changanya majumba yako yote, changanya na watoto wako wote, huwezi kulinganisha na afya yako. Kwa sababu uzima wa mtu ndio mtu mwenyewe. Sasa uzima wako, afya yako ni mgogoro. Unakimbizana na madaktari, na madaktari wenyewe washashindwa. Maana madaktari wenyewe nao inakimbia wako kwenye maombi, kwenye maombi unakuta wamejaa jazana kwa tele. Maana na wenyewe ni madaktari, hata wenyewe wana shida. Kwa nini?
Ni kwa sababu dhambi zinawatafuna wote, matajiri, maskini, wote mnatafuna na dhambi, na unajitahidi kupambana kuondoa matatizo yako, lakini hayaondoki. Kwa nini? Wewe ni mtumwa. Mtumwa anatumikishwa. Bwana akishaamuru kwamba wewe utakuwa katika utumwa huu, yani utateseka katika utumwa huu, utatumikishwa katika mzigo wako utakuwa ni huu, basi utapigana nao kuutoa, huwezi kuutoa. Mimi nimekwambia utatumia kila kitu kinaitwa pesa, lakini utumwa wako uko pale pale mpaka utakapokiri kwamba mimi ni mwenye dhambi, nahitaji msaada wa Mungu ili mimi niweze kuwa mzima katika afya yangu. Vinginevyo usingizi utakuwa upati. Wewe si kila siku unasumbuliwa na mapepo, siku kila ukilala kidogo naona kama roho inataka kutoka, ina mbio. Inaenda mbio kwa sababu mapepo hayo na afya mwili wako ni vitu viwili tofauti. Na mwili unaenda mbio kwa sababu ndio utumwa wenyewe huo. Ndio utumwa wenyewe unatumikisha katika hilo. Kwa hiyo mimi naishi hapa kama unapoishi wewe. Nafahamu kinachokupata. Sizungumzi kwa kubahatisha. Nafahamu matatizo yanayokusumbua na yatatokaje haya matatizo. Haya matatizo yatatoka mpaka utakapokiri kwamba wewe ni mwenye dhambi. Inawezekana unakiri kwa njia ya uongo kutokana na manabii wengi wamekuja katika dunia hii wanakudanganya, unashindwa kukiri katika njia iliyo sahihi. Unakiri katika unakusimama unakiri, lakini matendo yako yenyewe hayakuruhusu kukiri. Unakiri, ukitoka hapo dhambi. Unakiri, ukitoka hapo uzinifu. Unakiri, ukitoka hapo ulevi. Sasa hebu niambie, hivi wewe mtu mmoja unakunywa bia kreti moja, zinaingia katika tumbo gani kreti moja? Mwingine anakunywa kreti mbili, hizo kreti mbili zinaingia katika tumbo gani? Mwingine kaoa wanawake 4. Analala wiki, analala hapa, wiki analala hapa, wiki analala hapa, wiki analala. Kwa Kiswahili wanasema wanakufanyia umande, yani wanakupiga mande hao wanawake. Wewe una nguvu gani bwana? Mimi mwanamke mmoja tu anatoa kijasho. Wewe wanawake 4 nani anawatumia? Mapepo yaliyokaa ndani ya mwili wako ndio yanafanya mambo hayo. Sio wewe. Wewe una nguvu ya kutawala wanawake 4 na kuwahudumia. Utakufa sasa hivi kwa wewe binadamu bila mapepo. Wewe mwenyewe binadamu umesimama tu peke yako hivi unatumikia wanawake 4 bila pepo wachafu. Wewe utakufa, utamaliza mwaka mzima ukitembea hizo nyumba 4, utakufa njiani. Kwa sababu wanakula nguvu zako zote. Sasa utaishije wewe? Damu inatoka kila siku. Damu tena mwanamke akishajua umelala nyumba ile kule, ukifika nyumbani kwake anakurukia mpaka unashika damu yako. Umejipeleka mwenyewe. Sasa wanamrukia sio wewe, ni yale mapepo yale ndani yako ndio anafanya uzinifu huo, sio wewe. Alafu unatembea barabara mimi kidume na miliki wanawake 4. Hao wanawake wanamilikiwa na mapepo, sio wewe. Wewe unaweza kumiliki wanawake 4 wewe? Wewe unafanya mchezo nini? Wewe afya binadamu kana wanawake 4, wewe unafanya mchezo? Mapepo yaliyokaa ndani yako ndio yanamiliki wanawake 4, si wewe. Na anayekunywa hizo kreti bia sio wewe, ni mapepo yanakunywa mapombe yake kreti bia. Wewe mandoo mawili sio ndio mandoo mawili yale ya maji unakunywa tumbo lako moja hili. Hayo ni mapepo mzee wangu yanayoshughulika. Yaani huo ndio mshahara wa dhambi ni mauti, ndio hayo. Unatakiwa ili biashara iishe, lazima ukiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na nahitaji msaada. Peke yako toki. Huwezi kutoka peke yako. Yesu alisema hivi, unapomwendea mfalme mwenye nguvu ili uteke watu wake, lazima uende na vifaa vya kutosha. Mimi nashangaa hata wale vijana waliokuwa wanaandamana Oktoba 29 wanakwenda na mawe, wanakwenda na mapanga, wale na manati. Unamwendea mtu mwenye majeshi na risasi, unamwendea na mawe. Sasa si ujinga uliopindukia huo? Ndio maana mlikufa kama mbwa, kwa sababu mlikuwa hamjitambui. Na waliowapelekeni kwenda ni mapepo yaliwasukuma mkaenda mkauawa. Hayo mapepo mlipouawa yakakimbia kaingia wengine. Kwa hiyo usije ukategemea kwamba ukishakuwa wewe ni mtumwa wa dhambi inaweza ikaondoka hivi bila kuja mtu mwingine mwenye nguvu kukuondoa kwenye huo utumwa wa dhambi. Sasa mnataka tena kuchanganya, mnaanza kushawishiana tena, mwingine na barabara, mtakufa. Wewe unafikiri unaweza kumuondoa mtawala kwenye kiti chake uje ukaweke rais hata kuua? Nyanda maneno tena muone tu utakachofanyika. Vile watakuchekeeni. Hawakuchekei hao.
Lazima ukitaka kwenda kuandamana, tafuta kwanza uwezo na nguvu za kwenda kupambana huyo mfalme unayemwendea. Yesu alisema hivyo. Kwa hiyo usifikiri kwamba unaweza kutoka utumwani hivi hivi. Lazima aje mtu mwingine mwenye nguvu apambane na yeye mapepo na huyo shetani ambaye yeye ndiye anakutumikisha ili akutoe katika utumwa. Kwa sababu hapo ulipo unapata vitisho na vinakukataza wewe usiamini kitu kingine zaidi ya hicho ulichokiamini. Yaani unaambia usimwamini Yesu kwa sababu atakutoa utumwani. Sasa kwa hiyo umeshikilia kwa nguvu, na ukitaka kumwamini Yesu unakutana na vitisho vya nguvu. Kuanzia wazazi wako, kuanzia watoto wako, kuanzia baba yako, kuanzia mama, hata dunia inakugeukia, inapingana na wewe usibadilike kwa sababu utaondoka utumwani. Kwa hiyo ndugu mpendwa, sisi tunaokoka kutoka katika utumwa wa dhambi na tumeambiwa tuwe tunafanya kumbukumbu la kukumbuka kama wana wa Israeli walivyoambiwa wakumbuke kwamba walikuwa ni watumwa. Na wewe unaosema ya kwamba wewe unafuata sheria za Torati na unafuata Zaburi na unafuata Injili, hata sisi Injili tunakumbuka. Injili unayofuata wewe ni Injili ya wapi? Ambayo hata siku moja haukumbuki kwamba kuna mtu mmoja alikuja kufa hapa duniani kutukomboa sisi. Mathayo sura ile ya kwanza na mstari wa 21, Yesu kilichomleta hapa duniani ni kuja kumkomboa mwanadamu. Yeye ni Mwokozi, amekuja kutuokoa. Kwa hiyo lazima kazi yake iliyomleta duniani ifanikiwe. Hata wengepinga namna gani wewe Yesu asifanikiwe, utashindwa wewe. Yesu ataokoa watu, ndio kazi iliyomleta. Kama unavyomuona dereva wa gari anaendesha gari, kazi yake ni kuendesha gari. Kama unavyojua wewe ni mwanaume, kazi yako wewe ni kuoa na kuzaa. Kwa hiyo na Yesu kilichomleta hapa ni kumkomboa mwanadamu. Atakukomboa. Kama wewe hutaki kukombolewa, atawakomboa wengine ambao wako tayari kutoka katika utumwa huo wa dhambi, ambao wanajua kwamba tunapata shida pamoja, tuna maisha mazuri hapa duniani, lakini katika maisha yetu tunapata shida. Atawakomboa hao watakaojitambua kwamba wanahitaji msaada wa Mungu. Mtu yote sikudanganya na elimu yake ya dunia kwamba anajua kuhubiri sana, kufundisha sana, lakini bado anakuacha katika mazingira hayo ya utumwa, unaendelea kutumika. Ndugu yangu, sikiza nikueleze. Tuko katika kipindi cha ile miaka 62. Miaka 62 katika unabii wa Danieli. Ndani ya miaka 70. 7 ilipita wakati Danieli apata ufunuo. Yaikawa imebakia katika majuma 62, Yesu atakuja na atakufa, atakatiliwa mbali. Sasa tuko katika majuma hayo 62. Bado juma moja. Hili juma moja, ndugu yangu nakwambia hivi, likifika tu Yesu akaondoa barabara, akaondoa wafuasi wake hapa duniani, wewe ndio utakapojua kwa nini nchi amefaa kayosha. Yaani utajua hapo, yaani utajua mapepo ni akina nani na dini ni nini, utavijua siku hiyo. Maana hicho kitakuwa ni kilio baada ya Yesu kuondoa kanisa lake hapa duniani. Ile juma la 70 ambalo ndio juma moja limebakia, yakiondoka majuma 62 yakamalizika tu, ambao ndio tunaishi sasa hivi majuma 62. Likija ile juma la 70 ambalo limebakia, ambalo na hisi kwamba kutokana na matatizo yaliyoko duniani li karibu. Sasa kama li karibu, litakapofika ile juma la 61 na lilo la 70, hapo ndugu yangu ndipo utakapojua kwa nini nchi kafaa kayosha. Hapo hakuna cha baba, hakuna cha mama, hakuna cha mtoto. Kila mtu atapambana mwenyewe akitafuta uzima wake na afya na usalama wake. Mimi niishi hapa kwa kukuambia hivi, usije ukajidanganya unafuata Torati ya Musa, kwa sababu Torati hiyo iliwahusu wana wa Israeli tu peke yao. Hata wazazi wao wenyewe waliowazaa hawakupewa hiki kitu. Hata mataifa yaliyokuwa jirani nao, hawa wana wa Israeli hawakuhusishwa katika swala la Torati. Na hii Torati safari yake ilikuwa inaishia Kanaani, hailikuwa haendi mbinguni. Wana wa Israeli walikuwa wana safari ya kwenda mbinguni. Watu wenye safari ya kwenda huko peponi na mbinguni ni sisi, watu wa kizazi hiki cha Yesu. Ndiye alibadilisha habari ya hapa dunia, kwa sababu wana wa Israeli pewa sheria, wakisitenda watabarikiwa hapa duniani na wala si mbinguni. Na usome Torati ya 28
mstari wa kwanza usome yote ujue kwamba waliambiwa watabarikiwa hapa hapa duniani na watalaaniwa hapa hapa duniani. Wala hakuna moto, wala wana wa Israeli hawakupewa moto. Kulikuwepo hakuna kwamba siku ya mwisho utaungwa moto. Kwa wana wa Israeli kulikuwepo hilo halipo. Wao walikuwa wanapata kipigo chao hapa hapa duniani. Lakini kwa sasa agano hilo alifanye kazi. Sasa unaweza kuniambia, kwa kumalizia, unaweza kuniambia ina maana wewe Torati ya Musa, maandiko yale wewe yasome na wala uyafiki? Nasema hivi, kitabu cha Torati ni maneno ya Mwenyezi Mungu na wala huwezi kuyapinga. Lakini waliopewa ni wana wa Israeli. Mimi nikisoma hapo nasoma kwa ajili ya kujifunza. Mimi wale wenzangu na mimi waliopewa agano la kale walikaje na Mungu huyu ambaye mimi pia ndio amenipa agano jipya, ili nisije nikamkosea kama alivyomkosea wao. Nasoma kwa sababu hiyo. Na hata Zaburi Warumi sura ile ya 15 mstari ule wa 4 inasema hivi, yale yaliyotangulia kuandikwa yameandikwa ili kutufundisha sisi tupate tumaini na saburi. Yaani maana yake unajua hapa wenzangu walianguka hapa na Mungu huyu ambaye yeye ndiye ameniokoa mimi. Kama alivyookoa wana wa Israeli, na mimi ameniokoa. Wale waliokoka wakitokea utumwani Misri, na mimi ninaokoka kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Yaani ukombozi ni ule ule. Hao walikuwa wanatumikishwa na Adamu na wanadamu, na ile sasa hivi tunatumikishwa na maroho machafu, mashetani anatumikisha kwenye dhambi. Kwa hiyo tunaokoka kwa mfumo huo. Ndugu yangu, naomba niishie hapo. Mungu akubariki kunisikiliza.